So nataka kusupport usemi wa Nyako. Niliona Nyako amecomplain kuhusu mtoto wa the late Betty Bae. Na kusema tu ukweli. Mimi I can support Nyako. Achane na wenye walikuwa wanamuongelesha vibaya. Ati yeye ameshindwa kulea wake, achane na watoto wa watu. Fine, hao ndio watu hawana akili nzuri. Anybody mwenye ana comment vitu positive about hiyo speech ya Nyako, akili yake si nzuri. Huyo ni mtu kwanza amelelewa kwa malezi meoza. Mtoto wako wa kike lazima ajue kuna limits, anafaa afike kwa baba yake. Ama anafaa afike kwita wa witingo mundu muka utetinyite ebe ya mundu mukonge mukalia muno. Mundu muka mwatine itamba ugwe ai mundu ite na bata. So when you're bringing up your girl as a mother, wacha ajue wewe ni low court na kuna high court babake. Although majority of you mnalea watoto bila baba, but wakati Mungu aliunganisha familia, alikuwa anajua vizuri sana baba ni high court, mama ni low court. So wacha mtoto kitambo umfikishe kwa kesi ifike kwa baba yake, ukuwe umedeal naye. Na ukiona amekulemea kabisa, that's the time you should forward the issue to the father. Why? Because kids, especially girls, when they are growing, vitu mingi sana they should emulate from their mothers. How to cook, how to handle issues za kifamilia, how to handle their emotions. Wacha learn kutoka kwa mama yake. Because baba ni opposite sex. Akona less sana ya kufunza msichana wake. Baba anyeshi, wewe mama ndio unanyesha. Teach your girl how to handle periods zake. Mueleze periods zinakuja na nini na nini na nini. Some of them wakati batiti ina grow, unasikia ati msichana anaenda kuambia babake, "Daddy naumwa na matiti." Shameless. Unamwambia ndio. Na hizo vitu zote ni wakati mama amefail. You should be free with your daughter such that kitambo afike kwa babake ashakufikia kwanza. Wacha akuja kwambie matiti inauma, because matiti kimesi inaumaga. And then discuss with that daughter of yours, muelezeni kwa nini inauma. Mwambie hata inaweza uma this period of time. Mwambie wakati wa periods mtu anashikagwa na cramps, how to handle them. Mwambie hata wakati umesikia unaumwa, kuja uniambie ndio nikwambie what to do next. Wachaneni na wasichana wenu kuanza kufikia baba zao kwa vitu nasty kama hizo. It's normal to kunyesha. But lazima msichana wako akinyesha babake ajue. Kama hata wewe saa zingine ukinyesha babako hakuwahi jua, why do you want your daughter to know? Why do you want your father to know that msichana wake ako in periods? Inamhusu nini? Okay, fine. Mumekuwa wazungu. But do you know some things baba tu hafai kujua, because baba ni high court. Even when you are working kwa hiyo nyumba yako mwanamke na unafanya kazi, kuna vitu baba hafai kununua kama vitunguu, nyanya, mboga. Hizo enda ununue. Si wewe unafanya kazi. What's your money for? Wacha baba asikie sasa rent, bills za stima, bills za maji, vitu kama hizo, school fees. But petty things are for the woman. Na ndio sababu mnaona mmegeuza katiba imeanza kuwafinya tena. Now at the moment mulijiona sana nyinyi ndio high court. Ndio unaona mambo inawaporomokea. Alafu mko tu huku nje mmebeba tu stress twingi twenye mkijiita single mothers with this independent women with this vision. Vision gani ni ya letting your child ainue bike ya baba? Mimi unajua niliona hiyo clip nikashtuka sana. Ati mtoto wa Betty Bae wanachukuliwa clip, babake amevaa ka short na ka bike ndani ka black, ati anainua bike na bike already iko half leg, iko half mapaja, anainua akisongesha na anaanza kungoa nywele malaika, and the mother was just there seated. Anyway, si vizuri tunajaji mtu alienda, lakini we have to learn from that. Sasa mama inafika aje mpaka baba mtoto wako anaenda kudandia baba yake mpaka kwa mapaja na amevaa baika? Hata hiyo baika huyo baba hafai kuivaa mbele ya watoto wangu wa kike. Hafai. Siwezi nimkubalia atoke nje na kakinyasa kamefika kwa mapaja in front of my daughters. I can't. Nitamwambia tu daddy vaa vizuri. Yeah, kuna so much clothes to wear on weekend wakati mko na watoto. Lakini si kinyasa mbele ya my daughters, no.
So as we bring up kids, there's a lot to do. Na kuna wale wazazi wa mama watakagi watoto wao wadisipliniwe na baba. Anataka tu yeye mwenyewe ajidisiplinie, ati unanichapia watoto sana. Unanichapia watoto. Na imagine hao watoto wataguru na wataanza kukutusi mbele ya watu ama kukudharau. So kulea si rahisi. Wacheni tukue tu na ukweli wa kwamba kulea si rahisi. Na kama umejifanya mzungu na wewe ni Mwafrika na unalea mtoto wa Kiafrika na ujue Mwafrika ni kichwa ngumu, vile unamlea huko juu ataenda akugeuke. Akugeuke kabisa. So kama ningeulizwa ningesema Kanyari achukue watoto wake akae na wao. Is the biological father. Na kama ni mambo na mahari ati juu bwana Tasha alitoa mahari, Kanyari ako na pesa. Ana kama hata kama hana aitishe msaada achangiwe. Arudishie Tash pesa nusu. Mahari nusu. Na achukue watoto wake akae na wao. They are very safe wakiwa na Kanyari. Na bado Kanyari alikuwa anawapenda. Hatujaona mahali popote Kanyari alimistreat watoto wake. Na watoto ni wakubwa saa hii. Hakuna mtu anaweza wa mistreat. Tash naye aende azike Betty. Hiyo half nini nyingine, half inaitwa aje? Dawari nyingine aende azike bibi yake. Kwa sababu hawa watoto si wake biological. Na hakuna venye okay siwezi sema hakuna, mimi sina hizo nguvu na hata sina lawyer. Hawa watoto wa Betty Bayo kama baba yao ako hai na hajashindwa kuwalea na anawataka, mimi sioni kwa nini wanyimwe haki ya kukaa na baba yao. Juu sasa Tash na hawa watoto wa Betty Bayo alikuwa united na wao because of Betty, and Betty is no more. So ni unity ya nini itakuwa inawaweka pamoja na hawa watoto na si wake biological. Hata nyinyi hapo muone kuna shida. Hiyo ni maoni yangu. Yeah. Kanyari ako emotional because anaona watoto wake wanaweza teseka. Usi biological ikanyari na Kanyari ako ready kulea watoto wake. So what's the problem? Anyway, food for thought. Kujeni sasa murushe mawe, mshazoea.